tunasema kwa ufupi, nataka niulize bunge, kamati za bunge za nishati na kawi watoke katika likizo, waite zile wizara husika, waambie Kenya kwa nini kuna blackout number one kupitia bunge la seneti na bunge la kitaifa. Ya pili, wakadhirie zile hasara ambazo Wakenya walipata. Ya tatu, watupatie suluhu kwa nini kuna ukosefu ama hii outage ya power blackout inafanyika chini ya miezi kidogo. Ya nne, washurutishe Kenya Power and Lighting wawape ridhaa wananchi ambao labda wameposeza mali yao, biashara, na wale ambao wametahadharishwa katika ile mambo ya mahospitali, kwa sababu stima zinatumika huko. Na nafikiri bunge lazima imsummon ama invite waziri husika wa nishati na wale stakeholders wa Ministry of Energy waapia before the parliament, waambie Kenya iko shida gani, na kama ni sheria, kama ni nini, wapewe, ndio Wakenya wasiendelee kuumia, hasa wakati huu ambao wanaelekea sikukuu. Inatakana Wakenya wakule sikukuu kwa amani bila kushuhudia hizi blackout. So I think parliament lazima wajitokeze, especially committee ya energy, waangalie hiyo maneno. Na ya pili, lazima sasa tuanze na mazungumzo katika taifa letu la Kenya. Kwa hii monopoly ya Kenya Power and Lighting lazima tuongelee sasa. Inatakana tufungue, ikuwe soko huru, ndio wale ambao wako na uwezo ya kutoa nishati na kutoa mambo ya kawi wapewe nafasi bora, ndio ikuwe rahisi, tusikuwe na hii monopoly. Unajua kukiwa na competitiveness hatutashuhudia. Ya pili na ya mwisho ni kuhusiana yale yalitendeka JKIA, kukosekana na zile standby generator. Inabainika kwamba mwezi wa 8 waziri wa barabara na uchukuzi, Waziri Murkomen, alielekea huko, akafuta watu kazi, akapiga mapicha na kutuambia kwamba standby generator inafanya kazi. Jana ilikuwa aibu kwa taifa letu la Kenya na aibu kwake kwa kuwadanganya Wakenya kuwa generators zilikuwa zinafanya kazi na asifanye kazi. Nataka nimuulize, badala ya kutumia nguvu mingi kuchukua mimi kotini na kushtaki watu ya kaunti ya Nandi, atumie hiyo nguvu kurekebisha yale makosa ya aibu ambayo yanatendeka pale JKIA. Tumeona juzi kulikuwa na leaking roofs. Jana tuliona generator hazifanyi kazi. Na hiyo inashangaza taifa letu la Kenya, kwa sababu wakati aliniita akili kidogo kule Nandi, nilikuwa nafikiri amemaliza hizi kazi zote mpaka alikuwa imeisha. Lakini jana ilikuwa aibu sana kwake na kwa nchi yetu ya Kenya, na lazima aombe msamaha wa Kenya kwa kutuambia kuwa generators zilikuwa zinafanya kazi kule JKIA. Na mnajua JKIA ni strategic asset ya taifa letu la Kenya ya usalama pia. Na hiyo pia lazima iangaliwe kwa undani. Na nafikiri ile baada ya kupiga mapicha na kuweka social media, lazima watu wafanye kazi, yani arudi afanye kazi kuhakikisha yale mengine. Kwa sababu kama na tutarajia unde kamati tena kama ile ya leaking roofs. Tunatarajia asiunde kamati ya kuangalia ati mbona generator asifanye kazi, kwa sababu akiunda kamati kwa aibu ndogo ndogo kama hizo za JKIA, za generator, na ikifika kwa mabarabara, si ataunda kamati ya United Nations na African Nation combine na ile ya SADC na ile sijui ya COMESA pamoja na East Africa kujaribu kurekebisha yale barabara zimeharibika.